Ngoma inatutambulisha kwa wapenzi wawili, bidada anaitwa Bella na mchizi anaitwa James. Sasa hii leo kipindi wamerudi, Bella akabaki na mlaumu sana mchizi. Kwa nini umeshindwa kuniambia muda wote? Naomba basi unisikilize mwenzio, tena usiniambie nitulie. Hivi hauna aibu wewe mwanaume? Inawezekana vipi unidanganye? Yaani toka katika mahusiano yetu tumeanza umenificha muda wote ya kuwa unatoka katika familia kimaskini sana na unaniambia nitulie? Hapana, ni kwa vile tu unawaza vibaya. Ni kweli kabisa, wazazi wako ni wakulima. Nitawezaje kusimama mbele za watu na nitawezaje kubeba mimba yako na mtu mwenyewe ni maskini? Lakini maisha ya familia yangu hayahusiana na mahusiano yetu, yanahusiana. Kwanza baba yangu ana jina kubwa sana hapa mjini. Vipi kuhusu baba yako? Sikia nikwambie, mimi nataka mwanaume mwenye uwezo wa pesa kama alivyo baba yangu. Then Bella akamtimua mchizi. Muda kidogo baba yake anaingia. Za mchana baba. Nimeona James anatoka kwa hasira sana. Natumai hakuna tatizo. Alafu pia mliniambia kuwa mtaenda nyumbani kwao kuwaona wazazi wake na mtarudi kesho. Baba, mimi nimeghairi kwenda. Hivi unaweza kuniamini kuwa James amenidanganya kuhusu asili ya maisha yake? Nikwambie tu kuwa baba James anatoka katika familia ya kimaskini. Wazazi wake ni wakulima, tena wanaishi huko kijijini. Bella, una shida gani kwani mwanangu? Pia maisha yao una shida gani kwako? Baba, kila kitu kinahusiana na maisha yangu. Kwanza sitakubali kuolewa na mwanaume ambaye ana maisha ya chini zaidi yetu. Siwezi kabisa kukubaliana na mwanaume ambaye maisha yake yana hadhi ya chini kuliko sisi. Mimi maisha yangu ni level nyingine unajua. Na ndio huo ukweli baba. Bella, hivi unajisikia unavyoongea kuhusu maisha yake hayahusiani kabisa na mahusiano yenu? Kwa nini muda wote unapenda kuwa mbishi? Njia unaenda sio sahihi kabisa. Then baba akasepa. Kesho yake tunaonyesha Bella yuko ofisini na rafiki yake Suzy. Suzy akamwambia kwamba kwa nini umeamua kumfanya hivi James? Kumbuka kuwa James hana makosa. Hapana, James ni muongo na anatoka katika familia maskini sana. Na mimi siwezi kuwa na mahusiano na mtu mwenye maisha duni kama yeye. Bella, ni lini utabadilika? Ujue mimi ni rafiki yako na hivi unavyofanya sio sawa kabisa. Lakini Bella hakutaka kumsikiza kabisa Suzy anachomwambia. Baadaye Bella anarudi nyumbani. Baba akamwambia kwamba mama yako kesho atakuja. Bella akashangaa kwanza. Mara mwisho najua kuwa mama yangu amefariki kipindi na miaka 16. Mama yako wa kambo pia ni mama yako tu Bella. Kwa hiyo kesho naomba ubaki nyumbani ili tuweze kumpokea. Baba, kesho nina kikao muhimu sana ofisini na siwezi kukigairisha. Sikia mwanangu, nikwambie tu hiko kikao tunaweza kukisimamisha. Kwanza ujue kuwa huyu mwanamke ana umuhimu sana kwetu. Yaani baba, niweze kugairisha kikao kwa ajili ya huyu mwanamke wako? Huyu mwanamke ana umuhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo usio mtu wa kupinga kila kitu. Baba, naona umeniharibia mudi ya kula. Then Bella akasepa. Kesho yake mama akaingia mjengoni na hapa yuko na cheki zake movie. Muda kidogo Bella anafika. Anachukua remote then akazima TV. Bella, una matatizo gani kwani? Huoni kama anatazama TV hapa? Na wewe huoni kama unatupigia kelele? Yaani nyumba nzima imetulia lakini wewe bado na kelele. Ingekuwa ni bora zaidi ukamwona daktari kwa ajili ya matatizo yako ya masikio kuliko kuendelea kutusumbua. Bella, ni wewe unaongea na mimi hivi? Sidhani kama unamwona mtu mwingine hapa. Au mwenzetu unaishi na majini humu ndani? Then Bella akasepa. Baadaye mama akabaki na mlalamikia mume wake kwa kitendo alichofanya binti yake. Mzee akamwambia kwamba huu ni wajibu wetu sote kumfanya rekebike Bella. Kumbuka umeniambia kuwa utasimama kama mama kwake. Naye mbona haoni kama mimi mama yake? Fikiria, amesimama mbele yangu na kuniambia kuwa siwezi kuwa mama yake. Mama akaendelea kuzidi kulalamika kwa tabia ya Bella. Haya bana, hii leo Suzy kamtembelea shoga yake Bella. Akabaki anamwambia kwamba ujue James haachi kunipigia kila siku. Bella akasema wenda kashaanza kukupenda we mwenzangu. Acha uchizi. Bella akasema acha kuniibia maisha yangu, ila na kuruhusu umuibe bwana wangu James. Yaani kiufupi Bella alikuwa hapendi kabisa kusikia chochote kumuhusu James. Kiufupi alikuwa hapendi kabisa kuishi na mwanaume maskini katika maisha yake. Kesho yake Bella anaongea na mzee wake pale ukumbini. Muda huo Suzy anafika. Basi mzee akawapisha ili waendelee kupiga umbea vizuri. Suzy akamwambia kwamba ujue James bado anakuulizia sana. Yaani muda wote anakuulizia kuhusu wewe tu. Ningeomba umpe nafasi basi umsikilize. Nishakwambia mara zote sahau kuhusu huyo mtu. Yaani sitaki kusikia chochote kuhusu yeye. Muda huo James anaingia ndani. Suzy naye akaamua kuapisha ili waendelee kuzungumza. Mchizi akabaki analalamika kwamba yaani siamini kabisa na kuomba msamaha katika kitu ambacho hata wewe unaona siwezi kukibadilisha. Familia yangu haikuwa hivi unavyoiona, ni maisha tu.
tu. Inatosha. Sikulaumu wewe. Wakulaumiwa ni huyo mlinzi mpuzi aliyekuruhusu ingie ndani. Na jioni hii ya leo atarudi kwao huko kijijini. Bella, ina maana kabisa unaenda kumfukuza kazi huyu mlinzi? Ndiyo, kwanza kuongea na mimi ni fahari tosha kwako. Na natumai unaenjoy sana hapo. Hapana, mimi nachotaka kukuelezea ni juu ya familia yangu. Nishakwambia sina muda wa kutosha kujua kuhusu familia yako. Kwa hiyo ina maana kuwa tumeachana kwa namna hii? Na nishakupa pete yako. Ni nini unataka tena? Aya, toka nje. Bella, kwa nini unanifanyia hivi? Toka nje. Then mchizi akaamua kusepa. Baadaye mzee akawa anamuuliza binti yake, Bella, ni kweli umeachana na James? Ndio, nimeachana naye baba. Bella, uko sawa kweli? Kwani naonekana kuwa kama siko sawa Kaa kimya. Hivi unaona ufahari kubaisha wanaume kama unavyobaisha nguo? Nisikilize mtoto. Hivi umekaa muda ukafikiria kuhusu maisha yako? Baba, mimi sina muda wa kufikiria kuhusu maisha yangu. Maisha yangu ni mazuri tu. Alafu pia hakuna chochote kinachonisumbua katika maisha yangu. Bella, hivi unajiona jinsi ulivyo? Baba, mimi mbona sikukasiishi katika hili? Mzee akapata mshtuko wa ghafla. Presha ikamzidia pale. Baba, uko sawa kweli? Jamani, msaada. Muda kidogo mzee anapata nafuu. Baba, samani sana. Sikujua kama vile nimeongea ningekufanya uwe hivi. Tafadhali baba, nisamee sana. Nakupenda ujue. Na sitamani kitu chochote kibaya kikukute. Nimekusamea binti yangu na nakupenda pia. Usilie sasa. Sawa? Hii leo kipindi mzee yuko kwenye gari, mke wake anampigia simu na anapokea taarifa kumshtusha. Muda huo mzee akapata presha. Baada ya hapo tunaonyeshwa kuwa watu wanaomboleza pale nyumbani, kwa maana kuwa mzee kashafariki tayari. Wiki chache baadaye mwanasheria anafika nyumbani. Anaendelea kwa kusema kuwa mteja wangu Mr. Peter kama tunavyoelewa kuwa tayari kashafariki, na kabla hajafariki alitoa maelekezo namna ambavyo mali zake zitakavyogawanywa katika familia yake, hususan kwa mke wake na mtoto wake kipenzi Bella. Na hapa nina flash yenye video yenye maelekezo yote hayo. Ikabidi ichukue flash na kuweka kwenye TV. Video ikaanza kwa kusema kwamba natumai ni wazima wa afya wote. Kwa muda huu mnapoitazama hii video, basi mjue kuwa nishatangulia mbele za haki. Lakini naomba msiwe na hofu, sababu furaha yenu ndio kitu ambacho kwangu unachokihitaji. Na hivi ndivyo namna ambavyo mali zangu mtagawana. 20% zitaenda kwa mke wangu na 80% atazichukua binti yangu kipenzi Bella. Ila Bella hatuweza kuzipata hizi mali kama hatuweza kuolewa na mwanaume maskini kwa muda wa miezi 6. Pia hatakiwi kutoka katika ndoa mpaka afikishe miaka 10. Tofauti na hapo, vitu vyote atapewa mke wangu. Baada ya kusema hayo, niseme asante sana na Mungu awabariki. Mwanasheria akasema kwamba natumai kila mtu amesikia maneno kutoka kwa mzee, hivyo nilikomba muyafanye kazi. Anampa mkono Bella, lakini Bella alikuwa ameuchuna tu, then akaamua kuondoka. Usiku Bella akabaki yuko na mawazo sana juu ya hili. Kesho yake Suzy akatimba ofisini kwa rafiki yake. Samani sana, nimeshindwa kuja kama nilivyoahidi wiki iliyopita. Sawa, usijali, mimi niko sawa tu. Niambie, vipi kuhusu baba yako? Ujue ni mwezi sasa umeisha. Mimi niko sawa tu, acha tusubiri. Bella, inabidi uwe makini sasa. Suzy, wasiwasi wako nini? Nikwambie tu hii haiwezi kufanya kazi kamwe, na sitoruhusu kuolewa na mwanaume maskini. Bella, hivi uogopi kuwa kama utofanya hivi kila kitu chako kitachukuliwa? Yaani nishakwambia haitoweza kutokea kamwe. Siku nyingine Bella amekaa sebreni. Muda huo mama anapita huku akiongea kinafiki. Unajua nini? Baada ya miezi 5 nina uhakika hivi vitu vyote vitakuwa vyangu. Kitu cha kwanza ambacho nitakachokifanya ni tunaenda kula bata, yaani tutajiachia full shangwe. Usiofu. Bella kuona hivyo akaamua kumpigia rafiki yake Suzy na kumwambia kuwa aje nyumbani. Muda kidogo Suzy akafika. Suzy akasema, Bella, inahitajika ufikirie kwa umakini sana juu ya swala hili. Usijefanya maamuzi ya kurupuka ya ndoa pasipo kujipanga. Mimi sijali, maana hata nikifunga ndoa sitakaa sana then tutaachana. Lakini tulisema kuwa miongoni mwa masharti uliopewa ni ukae kwenye ndoa kwa muda miaka 10. Achana nayo mawazo. Cha msingi wetu waze tunampata wapi huyo kijana maskini. Mimi mradi niolewe tu. Ina maana unataka kupita mtaani kwa ajili ya kumtafuta huyo mwanaume, si ndio? Sikia Bella, inatakiwa mpate mwanaume wa alau kidogo anajiweza, sio lazima awe maskini. Vipi kuhusu James? Nahisi James atafaa. Itabidi nimpigie basi. Nikwambie tu James tayari ameoa. Nini? Ni nini ameoa?
ameoa wiki 2 zilizopita. Kwa nini sasa sikuweza kulifahamu hili mapema? Lakini kumbuka kuwa ulimblock kila sehemu. Lakini mbona na wewe kuniambia mapema? Ni rafiki gani wewe? Hata ningekuambia mapema hizi taarifa ungezifanyia nini? Lakini ungeniambia tu nijue. Muda kidogo mama anaingia, wakabidi wanyamaze kwanza. Kesho yake Bella anamwambia rafiki yake Suzy kuwa nimepata wazo hapa. Nawaza nitumie mitandao ya kijamii kuposti, alafu niseme kuwa natafuta mwanaume wa kunioa, then niweke na vigezo vyangu. Ina maana kuwa unataka kumpata mwanaume maskini online? Of course nataka iwe hivyo, lakini kumbuka hii ni hatari sana Bella. Inahitajika umpate mwanaume mwaminifu na sio kuokota tu mtandaoni. Bella akasema, kwa hiyo unanishauri nini rafiki yangu? Mi kitu ambacho nakushauri ni ubadilishe mwenendo wa maisha yako, yani ukaishi maisha ya mtaa ili uweze kumpata mwanaume mwaminifu na ni maskini pia. Siku nyingine Bella anamuita rafiki yake Suzy na kumwambia kwamba yupo tayari kuishi maisha ya hali ya chini ili aweze kumpata mwanaume wa kweli, kwani hataweza kukubali kuvumilia dharau kutoka kwa mama yake baada ya kuchukuliwa mali zake zote. Haya bana, maisha uswazi yakaanza kwa upande wa Bella. Ilikuwa ngumu sana kuishi, ile ikabidi ajikaze tu. Leo kipindi amelala, Suzy akampigia simu Bella. Bella akaokota. Yes, hello. Hello. Mbona nikana kama uko sawa? Hapana, nilikuwa nimelala ila ndo umenyamsha hapa. Kwa hiyo unalala then ndo uone kwa Mungu atakuletea mwanaume huko ndani? Kwa hiyo ulitaka nizurule uko nje mtaani siku nzima nitafute mwanaume au? Hapana, sijamaanisha hivyo. Nachotaka ufanye ni kwamba ufungue walau biashara ndogo. Naamini ipo siku utakutana na huyu mwanaume. Haya basi nitakupigia baadaye, kuna sehemu naenda mara moja. Bella ikabidi aanze kuuza matunda pale mtaani. Pembeni yake kulikuwa na mama mmoja hivi. Mama alikuwa na bonga sana. Unajua nini msichana mrembo? Hukupaswa kabisa ufanye hii biashara. Yaani ulipaswa kwenda kutafuta kitu kingine cha kufanya kama wenzako. Bella hakumjibu. Muda kidogo anafika mteja na kumhudumia, then mteja akaondoka. Lakini bi mkubwa akazidi kumletea mdomo mpaka akafikia hatua kugombana. Kesho yake Bella anarudi katika ofisi yake ya matunda. Bi mkubwa akamuita, then akamwambia kwamba nimeuza machungwa yako, pesa yako hii hapa. Bella alishangaa sana, then akampa noti kadhaa kama asante. Bi mkubwa alishukuru sana. Siku moja kipindi Bella anafanya biashara zake, akapita binti moja hivi. Huyu binti anaitwa Joyce. Bella akamuita, mbona siku hizi huji kununua machungwa kama siku zote? Hapana madam, tumekosa pesa kuja kununua ndo maana siji. Basi haina shida, ila kwa leo njoo nikupe machungwa kidogo haya. Bella anamfungia machungwa kadhaa na kumpa binti. Joyce alishukuru sana. Joyce anafika mpaka nyumbani, alikuwa anaishi na mjomba wake. Huyu mwamba anaitwa Patrick. Joyce akamwambia kwamba leo hii kipindi napita sehemu tunaonunua machungwa, Antika niita na amenipa machungwa haya hapa. Mchizi naye alishukuru sana kwa msaada aliopewa. Kesho yake mchizi akaamua kwenda kwa Bella kwa ajili ya kumpa asante kwa machungwa aliyompa. Bella akasema, binti yako ni mteja wangu wa siku zote, lakini nikamwona kuwa amepotea sana ndo maana nikampa hayo machungwa. Baada ya kurudi nyumbani, Bella akampigia rafiki yake na kumwambia kwamba leo nimekutana na mkaka mzuri sana, nahisi nishaanza kumpenda, lakini ni kipofu, ila kama kitibiwa anaweza kapona. Bella, ni mwanaume kipofu? Sikia nikwambie, upo hapo kwa ajili ya kumpata mwanaume maskini na sio kilema. Bella kuona hivyo akamwambia basi sawa, nitakupigia baadaye, nakupenda Kesho yake Bella anaamua fuatane na Joyce mpaka nyumbani kwao. Patrick akampokea, then akasema, asante sana kwa ukarimu wako uliotuonyesha sisi, ila sina cha kukulipa, ila Mungu atakulipa pia madam. Hapana, usiniite madam, niite tu Bella, ila unakaribishwa sana na Mungu pia akubariki nawe. Bella akamuuliza kwamba hivi huyu unayeishi naye hapa ni mtoto wako? Mchizi akasema, hapana, huyu ni ananiita mjomba na nimekuwa nikiishi naye mara baada ya kufariki wazazi wake ndo nikaamua kumchukua na kuweza kuishi naye. Samahani sana, pia kama utojali unaweza kuniambia nini chanzo cha kutokuwa uone? Kitu ambacho kilichosababisha niwe hivi ni ajali. Mimi nimesoma katika chuo kikuu cha Nigeria na nimehitimu katika kozi ya masuala ya ujenzi, lakini siku moja nipo kazini niliweza kudondoka vibaya sana katika korongo. Hata hivyo nilipelekwa hospitalini nikaambiwa kuwa sitaweza kuona kwa sababu nilipata athari kubwa sana katika uti wangu wa mgongo, na kampuni ilikataa kabisa kunisaidia kwa sababu gharama zilikuwa ni kubwa sana, takriban naira milioni 10 ili niweze kupona. Lakini kuna baadhi ya manesi waliniambia kuwa nijitahidi sana kula machungwa ili niweze kuongeza vitamini vitakavyonisaidia niweze kuona, na ndio maana nikawa mteja wako wa machungwa siku zote. Bella aliumia sana kusikia hivyo, then akaamua kuondoka. Baadaye anakutana na rafiki yake Suzy na kumwambia kuwa ameona ni bora tu amsaidie yule mkaka, maana kashotokea kumpenda, sababu ni kijana mzuri, pia alichofanywa na kampuni
kampuni yake sio kitu kizuri. Suzy naye alifurahi sana kwa sababu siku zote Bella alikuwa ni mtu ambaye wa kuwachukia watu maskini. Haya bana, mchizi akapata matibabu, then kwa mara ya kwanza akaweza kuona na akaweza kumuona Bella. Alimshukuru sana kwa msaada aliompa, na hapo ndipo kawa mwanzo wa mahusiano yao. Bella ikafika siku kumtambulisha mume wake mtarajiwa nyumbani kwao ili pia aweze kukabidhiwa mali zake. Muda kidogo anashangaa kumwona baba yake anaingia. Bella alishtuka sana, mwisho wa siku akazima hapo hapo. Baada ya kuamka, mzee akabaki anamuomba sana msamaha kwa kile ambacho kilichotokea. Akamwambia kwamba nilipata ushauri kutoka kwa daktari, alinieleza kwamba endapo nikiigiza kuwa nimekufa, basi na wewe mtoto wangu utakuwa na tabia nzuri na kuweza kumheshimu kila maskini ambaye utakayekutana naye. Pia nilishirikiana na mama yako na ndugu zangu wengine na huyu mwanasheria, na natumai umejifunza mengi sana kutokana na hili tukio. Basi bana, Bella alikubali kumsamehe baba yake, na hapo ndipo kwa mwisho mzigo wa kuitwa Emash Ego. Bana, mimi naitwa Ibra the Icon MTZ OG, na hii hapa ni Vashi Vox Studio. Make sure na subscribe na turn on notification bell ili basi tuwe karibu katika familia yetu ya movies na simulizi mbalimbali. Tukutane katika video nyingine. Bye bye.